Habari na karibu sana Bingo Promotion. Nimetengeneza video hii maalum kwa ajili ya wale watu ambao wanasema hatujaanza kabisa kutuma matangazo ya kulipia na tunataka kuanza kutumia matangazo ya kulipia. Lengo la kutengeneza hii video ni kukuelezea vitu vya msingi ambavyo unahitaji kuvijua kuhusiana na matangazo ya kulipia. Kwanza kwa kuelewa matangazo yenyewe yanafanya vipi kazi, lakini kwa kuelewa ni vitu gani vya msingi ambavyo tunatakiwa kuzingatia ili kupata matokeo mazuri kwenye matangazo ya kulipia. Jambo la kwanza, kwa hiyo sehemu ya kwanza tutaanzia kwenye kuelewa matangazo yanafanya vipi kazi. Nitakupa mfano mwepesi. Umeposti video yako pale Instagram au Facebook. Kwa hali ya kawaida tu huwa unapata viewers 100, 200, 300 wakizidi sana. Na kwenye hawa watu hauwezi ukapata potential buyers au potential customers kwenye huduma ambayo unaitoa. Kwa hiyo tunachokifanya, tunafanya kitu kinaitwa media buying. Tunawalipa Meta ili waonyeshe tangazo letu kwa watu ambao wanafuatilia huduma ambayo tunaitoa. Umeona? Na haya malipo yanafanyika vipi? Ni kwamba kwa kila watu 1000 kuona tangazo unalipia ni $1. Kwa hiyo kama ukitaka waone watu 10,000 tangazo lako utalipia $10. Kama ukitaka watu waone 100,000 utalipia $100. Sasa kama mfanyabiashara ni lazima ukae chini uplane. Okay, nataka kuanza kujitangaza mtandaoni. Je, kwa mwezi wa kwanza nionekane kwa watu wangapi? Kwa hiyo utapanga, okay, nionekane kwa watu 300,000. Automatically utahitajika kuweka zaidi ya $200 mpaka 300 kwenye matangazo. Of course, impressions waga zina vary. Wanaweza wakazidi, unaweza kuweka $300 wakaangalia watu mpaka 500,000. Ni kitu cha kawaida, lakini ile basic ambayo hata ukiweka pale watakuonyesha ni hiyo. Sasa nadhani mpaka hapo tayari umeshaelewa matangazo yanafanya vipi kazi. Ni vitu gani ambavyo tunafanya ili kupata matokeo kwenye matangazo ambayo tunayatuma. Kitu cha kwanza ni kuzingatia ubora wa video ambayo tunatumia. Meta Ads inabadilika kila siku, na kitu ambacho unaona kinazidi kufanya kazi vizuri ni kama ukitumia muda wako vizuri kuandaa matangazo, basi matokeo yako yanakuwa ya uhakika. Hakikisha tangazo lako lina quality nzuri kuanzia visual, yani muonekano wa tangazo lako, kuja kwenye quality ya audio. Siku hizi kuna mic zinafanya kazi vizuri sana. Kuja kwenye context ya video, ile message iliyobebwa kwenye tangazo ndio kila kitu. Lazima uwe na message ambayo ina resonate na desire za watu ambao unawatarget kwenye matangazo yako. Ukiwa na tangazo bora itakusaidia kupunguza kwanza makato, lakini na kupata matokeo. Inapunguza vipi makato? Meta wanachaji $1 kwa impressions 1000. Sasa wakiangalia watu 1000 akagusa mtu mmoja, bado utamlipia $1. Na wakiangalia hawa 1000 wakagusa 50 tangazo lako, bado utalipia $1. Kwa hiyo unaona ni kitu gani cha muhimu sana. Ni lazima ufocus na conversion. Kwenye watu 1000 unapata watu wangapi ambao wamevutiwa na tangazo lako na kukutumia message. Hicho ndio kitu ambacho kinamata zaidi kwenye matangazo ya Meta. Kuja kwenye sehemu ya pili ni utumaji wa tangazo. Ziko njia 3 za kutuma matangazo ambapo ni boost post, advertise na Meta Ads. Sitaki kutaja hata hizi nyingine, nakwambia nenda moja kwa moja Meta Ads. Itakusaidia tangazo lako litafika kwa watu sahihi, kwa wakati sahihi na kwa gharama nafuu. Umeona? So ziko njia nyingine zinafanya kazi of course, lakini twende na the best option ambayo itakupa insight za kutosha kuhusiana na tangazo lako, ambayo ni Meta Ads. Unaweza ukawa na tangazo bora lakini likifika kwa watu ambao sio sahihi, umepoteza tayari. So tuna focus hiyo sehemu kwenye utumaji wa tangazo. Sehemu ya 3 ambayo ni very very important ni swala la sales. Tayari umeshapigiwa simu, tayari umeshatumiwa message. Je, unaweza close deal na hao watu wanaokutafuta? Kwa hiyo lazima uwe na customer care nzuri, lazima watu wapokelewe kwa nidhamu ya hali ya juu, lakini lazima uwe na watu ambao wanaenda kufanya prospecting, kumuelewa mteja na kumuelezea kwamba tatizo lake mnaweza mkalitatua, au kama ni experience ambayo mtu anahitaji mnaweza mkampatia huyo mteja. Swali jingine ni follow up. Hakuna mtu anayekutafuta asubuhi jioni akakwambia uje unijengee nyumba yangu. Umeona? Kuna process mpaka kufanya kazi. Nakuja leo mnazungumza, baada ya wiki 2 unaenda kufanya kikao cha kwanza, baada ya wiki 3 unaenda kufanya site visit na kufanya vipimo.
baada ya wiki hata miezi kabisa ndio unakuja kushika project kuanza mkononi. Umeona? Kwa hiyo unaona kwamba ni lazima uwe na system nzuri ya kufanya follow up mpaka mteja akiwa tayari kununua. Kumbuka hapa tunaongelea huduma. Mteja akiwa tayari ndo kazi itaanza. Utatoa quotation leo, mteja atakwambia baada ya miezi mitatu tutaanza kazi. Ni kitu cha kawaida kwenye huduma. Kwa hiyo lazima uwe na mifumo mizuri ya kufanya follow up. Na jambo jingine la muhimu ni mteja amekupatia kazi. Mteja amekuamini, amekupatia project. Umeona? Hakikisha una deliver the best you can. Kwa sababu huyo mteja lazima afurahie huduma uliyompatia, ndipo aweze kurudi tena kama akiwa na uhitaji siku nyingine, au aweze kukuletea wateja wengine. Mfano, unaandaa event, umepamba vizuri sana, mteja amefurahi, lakini wageni wanaokuja wale 500 people, 1000 people, tayari wanakuja unaona, nani kaweka hili pambo? Ni mtu fulani. Tayari umeshaanza kujiuza kwenye service delivery. And then sehemu ya mwisho ni kuwatunza hao wateja vizuri ili warudi tena na wakuletea wateja wengine. Jambo jingine la msingi ambalo naweza nikaongeza hapo, document process. Vitu siku hizi vinahitajika mtandaoni. Unapoenda kuanza kazi, una record before and after, unarudisha mtandaoni. Tayari badala ya kupita njiani nione nyumba niseme nani alijenga ndo niambiwe, naweza nikakutana nayo mtandaoni na nikakupatia kazi. You see, hivyo ndivyo matangazo yanavyofanya kazi. Sasa hivi vitu vyote nilivyokutajia, ongeza point ya time. You need time. Yani matangazo yanahitaji muda, ni kama kitu kingine chochote. Mtu anayeanza leo kutangaza na mtu ambaye ana miaka 2 anatangaza, they are two different people. Umeona? Sasa simaanishi kwamba utatumia miezi 3 kupata matokeo. No, unaweza ukatuma tangazo asubuhi, jioni ukapata mteja. But to get the most out of methods, you have to do it for a long period of time. So nadhani hilo mmenielewa. Swala la kuongezea hapo, budget. Na ngoja niweke swala la mwisho kwa sababu ndio swali ambalo watu wengi wanapenda kuuliza. Nitumie budget kiasi gani kwenye matangazo? Na nitangaze siku gani? Kitu cha kwanza, tangaza kila siku. Kwa sababu leo unatakiwa upokee inquiries kila siku ili kila mtu akupangie tarehe yake. Hivyo tu ndio utakapokuja kujikuta siku moja una project 3-4 zimejipanga sehemu moja. Kwa hiyo budget ya kila siku huwa nawashauri angalau, hata kama unaanza kinyonge sana, $4, $5 per day, and make sure each month unapiga hatua. Starting, you can start wherever you want, lakini hakikisha kila mwezi unapiga hatua. Kama haujanijua, jina langu naitwa Kevin Lambert, ni mkurugenzi wa Bingo Promotion, na huduma tunazozitoa hapa zipo kwenye makundi mawili. Moja, kuna ambao wanahitaji kujifunza ili waweze kufanya wenyewe. Kuna ambao wanahitaji training ya timu zao. Kwa hiyo tunatoa elimu ya jinsi gani unaweza ukatumia matangazo ya Meta kutangaza huduma zako. Huduma ya pili ni management. Tuna act as an agency ambapo tutaandaa matangazo yako na kuyatuma matangazo kwa niaba yako. Wewe kazi yako itakuwa ni kupokea watu kutoka kwenye matangazo na kufanya nao kazi. Kama umenielewa na upo tayari kuanza kutuma matangazo, nitaweka namba hapo chini ambapo naomba unipigie moja kwa moja uniambie nimeangalia video yako, nimekuelewa, naomba tuanze kufanya kazi. Asante sana kama umeangalia mpaka hatua hii, inaonyesha ni jinsi gani upo committed kubadilisha matokeo ya biashara yako mtandaoni, na tunakuhakikishia kwamba kitu unachokihitaji, kitu nilichokuambia hapa ndio kitu ambacho utakipata. Asante sana.